This man is a betrayer. Huyu mtu unamsaidia anavuka mto na anakupiga risasi anakuzamisha hapo. Huyu jamaa alishindia Raila Odinga kura 200,000 peke yake. Ile kura ambaye mimi na Musalia na Wetangula tuliangusha ratili, tulitoa kwa Raila tukaweka kwa Ruto, ndio ilipitisha William Ruto. Vile tulifika pale akanipatia kazi ya Secretary General. Tafadhali huyo mtu aache kufanya hiyo kitu. Tafadhali. Huyo jamaa wakati nilikuwa Secretary General nilijionea mambo sijaiona bana. Kitu ya kwanza ambaye ilifanya mimi nikaachana na William Ruto ni kwamba mimi naogopa damu kwa mkono yangu. Mimi naogopa kukaa kwa mkutano ambaye inapanga kwenda kuua mtu. Muliona wakati wa Gen Z on 24th of June, 26th or 24th, 26th of June last year. Muliona Rigathi Gachagua na mimi nilikuwa Secretary General, Rigiji alikuwa Deputy President. Wakati Gen Z walikuwa wanafanya maandamano, mimi sikuongea kitu yoyote. Nilikuwa naambiwa kama msemaji wa chama, enda sema polisi wapige watu risasi, nikakataa kuongea. Muliona Rigiji alimwacha Nairobi State House, akaenda Mombasa kwenda kumpinga rais wake. Ilikuwa kwa sababu tulikuwa tumekataa kuhusishana na mambo ya kuua Gen Z. So akaona hawa jamaa hawanielewi, akaamua kunitimua katika ofisi, sababu alikuwa ameniambia sasa niweke sahihi ya ile impeachment ya Rigiji kama Secretary General. Mimi nilikataa kuweka sahihi. Vile nilikataa, akasema wewe Malala enda nyumbani. Akaenda kwa Rigiji akasema aenda nyumbani. Mtu ambaye alimpatia 4 million votes. Akaenda kadhulumu Rigiji. Akachukua pesa yote ya Rigiji akafunga. Akaenda katuma paka mapolisi kwa nyumba ya Rigiji. Ati Rigiji apige magoti mbele ya watoto wake. So huyu jamaa hana shukrani. Jambo la pili, wakati tulikuwa tumekubaliana ile mkataba na William Ruto kwamba tunaenda kuleta maendeleo hapa kwetu, mimi nikikaa kwa hiyo meza nilikuwa nakaa nasema munipatie ya watu wangu pia. That is why walimu ambao tuliandika wale watoto nimeweka kwa jeshi, ilikuwa kwa sababu ya kupigania haki ya Mluya pale. Huyu Ramoya nimeweka walimu 300 mimi, and I want to challenge Musalia Mudavadi akuje alainishe hapa watu ambao ameandika kwa serikali. Mimi nimeandika watu katika KRA, katika polisi, katika serikali wengi. Nataka kukuchallenge Moses Masika Wetangula ukuje uweke hapa watu ambao wewe pia umeandika kwa serikali. Hakuna. Mimi nakumbuka for so many years viongozi wetu Musalia na Wetangula walikuwa wamekosa hesabu ya kuingia katika serikali. Wazee wetu wakina Francis Atwoli walikuwa wameelekeza Waluya mahali pa kupoteza. Last election ilibidi mimi nijitokeze wakati nimeona jamii yote inaenda kuzama, sababu jamii yote Musalia, Wetangula, Atwoli, Oparanya, wabunge wote walikuwa wameenda kusimama nyuma ya Raila Odinga. Lakini mimi nilipiga hesabu, sababu mimi am a factual guy. Mimi wasipendi hii siasa ya kusema oye alafu unaanguka. Mimi napiga hesabu, naona kama haiwezekani, nasema ni ngumu. Nilikaa chini nikapiga hesabu ya utawala wa Kenya hii. Nikaona huyu William Ruto hata kama mpendi mapua yake, lakini hesabu yake inaingiana. Nikasema huyu William Ruto
hata kama hatupendi masikio yake, lakini hesabu yake inaingiana. Nikasema huyu William Ruto, hata kama hii meno yake haishikani vizuri, lakini hesabu yake inaingiana. Nilienda nikakalisha Musalia chini. Nikamuuliza Musalia, wewe unataka kusimama urais? Tuambiane ukweli. Mimi niko kwa chama chako cha ANC, nataka uniambie ukweli. Wewe unataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Leo hii Raila akisimama kura ya urais, na wewe Musalia usimame, na Ruto asimame, hebu niambie wewe Musalia, nani anaweza shinda kwa hao watu watatu? Akaniambia yeye anaona Raila atakuwa number 1, number 2 atakuwa Ruto, alafu yeye atakuwa number 3. Sasa nikamuuliza, sasa kama unajua unaenda kuanguka, kwa nini unasimama kura? Nikamuuliza, sasa wewe umekuwa kwa muungano wa NASA na Raila, wewe na Wetangula mumekosana. Raila ameenda kwa handshake na amewaacha nje, na wewe umekasirika na Raila na umesema kwamba hautai msupport tena. Sasa ukisimama na ukuwe number 3, jamii yetu itafaidika aje? Akaniambia kwamba yeye akisimama atahakikisha kwamba amekosa runoff, kwamba kutakuwa na rerun, si ndio? Ile kwamba baada ya kura kama mtu hajafikisha 50+1 tunarudi tena uchaguzi mwingine kuchagua kati ya number 1 na number 2. Akaniambia at that point ataweza bargain na ile serikali ambayo itakuwa imeshinda. Sasa nikamuuliza, utabargain aje na Ruto atakuwa tayari na deputy wake, Raila atakuwa tayari na deputy wake, so utakuwa na bargain, unataka kiti gani? Ati kiti ya uwaziri. Sasa namuuliza, wewe unasimama kura kwa sababu unataka kuwa waziri? Si uombe tu waziri kati ya Raila na Ruto, tuchague twende tuangushe ratili mmoja wao kwa rais. Akaniambia yeye hawezi support Raila. Nikamwambia basi fanya hivi, twende tuongee na William Ruto, sababu wewe tukiongea na William Ruto wewe utakuwa kwa serikali katikati. Mimi ndio nilianza kuongelesha William Ruto na nikashika Musalia mkono nikampeleka kwa William Ruto. Hawakuwa maiongea miaka 6 hata kwa simu. Nikawabukia apartment pale Karen. William Ruto akasema mimi nikuje tu na Musalia, hakuna dereva, hakuna bodyguard. Na pia Musalia akasema William Ruto akuje tu peke yake na dereva yake. Faruk Kibet ndio aliendesha gari ya William Ruto. Mimi Cleophas Malala ndio niliendesha gari ya Musalia Mudavadi. Tukaacha masimu zetu nyuma, tukasema tuende tuingie kwa hiyo apartment. Kufika pale wakaingia, wakasemezana, tukaongea paka vile tulikubaliana kuweka sahihi kwamba sasa tuunge mkono William Ruto. Vile kura ilifika tukashinda. So kama tungefuata Raila, jamii yote ya Western Region ambaye saa hii inajidai kwamba iko kwa serikali, ambaye mimi ndio niliwapeleka, hawa wabunge wote walikuwa wamepotea njia. Wakina Aseka Miradi, wakina Nabii, wabunge wote 12 walikuwa wamefuata wrong route. Huyu Atuoli ambaye anasema ati yeye anajua kuchagua uongozi alikuwa amepotea njia. Ilikuwa mimi ambaye nilishika Musalia mkono nikampeleka kwa William Ruto. Ndio nasikianga, unajua huyu Wetangula alikuja tu kama sosa. Yaani tulichukua Musalia, alafu Wetangula kafuata kama sosa. Waenda kwa hoteli ukaitisha ugali, alafu hujashiba, alafu unakatiwa sosa. Wewe ni sosa, wewe ugali sosa wewe. Tuliongea tukakubaliana, ndio Wetangula kakuja baadaye. So saa hii mimi nawaambia jamii yangu wa Luhya, mimi nimekaa chini nimepiga hesabu. Sasa hivi jamii ya Wakikuyu ambaye ni 7 million votes, jamii ya Wakamba ambaye ni 3 million votes, jamii ya Wamasai
ambaye ni almost 1 million votes, jamii ya Wakisii ambaye ni almost 1.3 million votes, wakishikana, hata mpige kura kiasi gani, hamutashinda hizo kura. Hamutashinda hizo kura. Mimi tena nimekuja kuwaambia leo hapa, tafadhalini tufunguke macho. That is why mimi nimesema mimi nitaungana mkono na ile hesabu ambayo itaunda serikali. Saa hii huku mahali penye tuko kikiumana na waseme sasa wanataka Muluya akuwe president ama deputy president, sababu sisi ndio tuko na watu wengi. That is why nimesema mimi na ndugu yangu natembea, hata nini ikuja katikati yetu ni lazima tushikane mkono. Nimesema mimi na ndugu yangu Eugene Wamalwa, hata walete vitina kiasi gani, tutashikana mkono. Nimesema kama iko mtu sielewani na yeye kisiasa na kimawazo, ni huyu mtu anaitwa Boni Khalwale. Lakini nimesema hata kama tuelewani Boni Khalwale, paka tufanye kazi na yeye pamoja, tuhakikishe kwamba Kasongo ameenda nyumbani. We have sacrificed our personal ambitions.